nilichokuitia hapa mwanangu. Na mambo yanachanganya. Yaani mimi sielewi kitu gani. Mwanangu mimi nalala njaa siku 3. Siku 3 nalala njaa mwanangu. Haya ndio maisha. Sisi ni wanaume, tutakula kwa jasho. Sawa mwanangu, tunakula kwa jasho. Lakini nishatoboa mwanangu. Unaje maisha mwanangu? Ila mimi naomba nikushauri. Mimi maisha yangu ni magumu hivyo hivyo. Ila kuna jamaa mmoja twenda tupatie ushauri. Ulikuwa una shida gani labda ambayo ilikuwa imekuleta nyumbani? Rafiki yangu, kiukweli maisha yangu yamekuwa magumu sana. Nimekosa hata namna ya kuyaenda maisha yangu. Mpaka hivi unavyoniona nashindwa nifanye nini. Rafiki yangu, unaponiona hapa imefikia hatua naona bora nifanye uamuzi ambao ni mgumu sana. Rafiki yangu, kiukweli maisha yangu yananiendea kombo. Ulikuwa unapanga kufanya uamuzi gani labda? Kama gani? Naitwa Vani, ameshajipata yule tunamshauri, tunaomba ushauri. Anatushauri kuhusu maisha na sisi tunaweza tukajipata kama yeye. Au unaonaje ndugu yangu? Gani? Wewe nitakupeleka. Chukua yuko cheo, sio kukuta ni majambazi. Watu ni wachanja mwanangu. Pata na maisha. Anaenda. Wewe tulia bana tutaenda. Jamaa tukienda pale tumuombe ushauri. Ushauri au tumuombe jamaa anaweza katuelekeza alivyojipata na sisi tukapitia huko. Ina maana tuombe ushauri afu tuombe na kazi, si ndio? Yote yani hivyo tena moja kwa moja. Utaenda saa ngapi hapo? Utakuwa free muda gani kwani? Hata muda wote ndio. Maki mimi mama si hivi. Yaani just 3. Kitu kisichowezekana duniani. Kama uko free tuende sasa hivi. Kawaida mbele ya mwanadamu huwa kuna njia mbili. Kuna njia ya kupatia au njia ya kukosea. Sasa hii njia wewe ambao unataka kuiendea hii, angalia ukuta unataka kuendea kwenye njia ambayo ni ya kukosea. Mimi nakushauri kwa sababu mimi kwenye hii dunia angalau nimekuzidi umri wa kuishi. Sasa usikokuta maamuzi ambayo unataka kwenda kuyafanya yakakugharimu kwenye maisha yako yote. Ni bora yakanigharimu kuliko haya matatizo nayoishi nayo. Matatizo ni ya kukomaza wewe jinsi ya kuishi duniani. Sio kama unataka njia nyingine. Hivi ndugu yangu, hivi wewe unafikiri kwenye maisha ya sasa ni mtu gani anayetaka aishi kwenye hali ya umaskini kama hii nilionayo ndugu yangu? Ila mimi kitu ambacho nakushauri, utakavyofikiria, basi hebu mfikirie na Mungu kwamba ukikosea utaonekanaje mbele za Mungu. Basi huyo Mungu unayemzungumzia, huyo basi aje anisaidie. Haiwezekani kila siku mimi napambana asubuhi na jioni, lakini maisha yabadiliki. Unaona Kila siku nakuja kwako nalia shida. Kila siku rafiki yangu unanisaidia vihela. Siku nyingine nitakuja rafiki yangu hutonipa chochote. Unafikiri mimi nitaishije na familia yangu? Sasa mimi bora niende. Sasa mimi naomba nikwambie kitu kimoja. Mimi bora niende rafiki yangu. Nenda ndio. Niache, nenda. Unashtuka? Unafikiri uliyofanya ni mazuri? Na hapo bado. Gregory. Ndio rafiki yangu. Unamwambia jina lake bwana. Gregory. Yeah. Rafiki yangu. Ni kweli ndugu yangu. Mimi nina shida. Lakini kuna sehemu nilikuwa naelekea. Unavyoniona ndio bana mawazo yako mbali. Sijui kama mtu naye muendea kama nitamkuta. Lakini sio mbaya rafiki yangu.
Ndani mpaka nashindwa hata kuelewa. Umeona? Mimi pale nilipokusindikiza. Si nimerudi ndani. Nafika ndani ndo namkuta mke wangu sasa yupo kitandani. Tena amekuja moto na mimi nitajuta. Hivi haya ni maisha gani, ni utajiri gani baba ambao umenitafutia, mbona nashindwa kuelewa? Kwanza ndugu yangu, ningependa nikwambie kwamba vumilia, kama nilivyokuambia. Vumilia. Lakini mimi ninachokihisi, nahisi kwamba wenda ni maruerue yako. Sio kweli. Kama mtu umeshamtoa kafara, hawezi kuwa anakutokea. Na nahisi kwamba hayo ni maruerue yako. Wenda mke wako ulikuwa unampenda sana. Yaani unajua ndugu yangu, hii sio maruerue wala nini. Ni mke wangu mzima. Nimemuona na amenitamkia maneno mazito sana ambao yamenipa yamenipa mawazo makubwa sana. Na kama nilimtoa kafara, basi mganga wako ambao tulienda kutoa mali kule amemficha na kuwa anamtuma kuja kunifuatilia mimi. Ndugu yangu, sasa cha kukusaidia kwa mara nyingine, natakiwa nikupeleke sehemu ili kutokana na huyu mke wako kama unavyosema kwamba anakutokea mara kwa mara. Hili jambo linatakiwa liishe. Sawa? Wewe ni ndugu yangu na nitaendelea kukupambania. Wewe umehitaji utajiri na utajiri umepata. Sasa huyu mtu tunatakiwa tumdhibiti. Nisingeenda kwa. Siwezi kukaa maisha ambayo sio amani. Ndugu yangu ungejua nini? Hizo ni mali ndugu yangu. Sasa mimi nitakupigia. Basi sawa. Ndani ya masaa mawili nitakucheka. Poa, haina shida ndugu yangu. Mimi ngoja niondoke. Sawa. Tajiri. Karibu sana ndugu yangu. Safi. Karibu kae. Marhaba. Wangu mwana unaionaje? Yaani haya sasa hivi ndugu yangu. Yaani sio hali kabisa. Yaani nashinda hapa sio hata mteja hata mmoja. Yaani nashinda hapa kijiweni. Yaani nimekuwa ngumu kabisa kweli. Aisee mwanangu ndio ilivyo. Tena mwanangu umenikumbusha. Kuna jamaa fulani, kuna kipindi fulani hivi nilikuwa nakunyiwa hapa hivi. Akapita jamaa fulani anateremka hivi. Sasa kafika hapa, sio namkumbuka. Yeye anamkumbuka vizuri. Namkumbuka? Namkumbuka vizuri. Sio jamaa, yaani sasa hivi na kama wiki mbili hivi simuoni. Hivi unaweza ukamwona ukweli? Au ushawahi kumuona huko kwenye mazingira yenu huko kitaani nini? Hamna, sijamuona. Ila naweza nikamuona. Unaweza ukamuona? Yeah. Sasa nakupa mchongo. Kuna 2,000 ya chai. Sawa. Yaani ukimpata wewe njoo niambie. Utawala kaka, hilo limeisha. Limeisha kabisa. Yaani nakupa siku 2. Yaani mtu nishamtafuta sana. Ila naomba mfuatilie. Sawa? Yaani ukimwona tu njoo niambie. Sawa, haina shida. Hilo limeisha. Sijali. Hapa kuna tatizo linaendelea. Maana wewe ni mtu wa matatizo muda mwingi. Ndugu yangu sisi tumekuja na shida hapa. Ndio. Na tumeona wewe unaweza kutusaidia. Mimi na ndugu yangu huyu hapa. Sasa mna shida gani? Niwasaidie. Sisi kilichotuleta hapa, maisha yamekuwa magumu ndugu yangu. Kabisa. Yaani maisha yamebana, maisha ya mtaani yametubana, hali ngumu. Maisha ya mtaani yamewabana, likawa ngumu, sio maana yake. Sasa sijaelewa, mlikuwa mnataka niwasaidie nini? Maana mnataka kazi, mnataka niwasaidie hela ya kula. Mnataka nini haswa? Niambie vijana wangu. Maana sio mnaona mnahangaika afu mimi nipo. Nipo kaa nikafikiria kwamba ni rafiki yangu. Na wewe tulikuwa wote mtaani lakini ukajipata ghafla siku. Ndio nikajimwambia rafiki yangu, njoo twende kwa rafiki yetu atushauri alipataje. Sisi tuone kama tunaweza tukatoboa kama wewe ndugu yangu. Kumbe na wewe mmekuja kwamba mimi nije kuwasaidia jinsi nilivyopata hela, sio maana yake. Hata na kazi tunaweza kukupatia. Hata na kazi. Kwa hiyo ni kati ya kazi na kuwapa jinsi nilivyopata hela, kipi bora? Yaani kazi na hela vyote tunavitaji yani, unaona? Maana yake nikiwapa kazi lazima nitawalipa mshahara. Sio maana yake? Ndio. Sasa hapo ndio nimewauliza. Niwape jinsi nilivyopata utajiri wangu au niwape kazi ndio nawalipa mshahara? Na wewe tupe jinsi ulivyopata utajiri. Nitaweza? Tutaweza.
nataka niwaulize kitu kimoja. Ndio uliza. Mshajali, yani mshawahi kuoa kiumbe yoyote yule? Ndio. Mimi nishawahi. Ushawahi? Nani ushawahi? Okay. Sasa mkitaka kuna nini kuingia kwenye utajiri huo, mnatakiwa kuwa na roho ngumu. Ndio tunazo. Na roho ngumu? Ndio. Mpo tayari kuwaua wazazi wenu? Hilo hamna. Wazazi tena? Hilo hamna kiukweli. Haliwezekani. Haliwezekani? Ndio nimemwambia utajiri kuja kuupata una njia nyingi sana. Sasa nenda mkajifikirie. Hilo ndio sharti la mwanzo na mwisho. Mkiweza sharti kwa wazazi wenu kwa sababu na wake, mngekuwa na wake mkisema muwaue wake zenu. Lakini sharti kama mna uwezo wa kuwaua wazazi wenu, nifuate tena. Mtakuwa tajiri, mtakuwa madoi, mtamlika hela ndefu. Sasa naomba nikuulize swali. Nikuulize swali ndugu yangu. Uliza. Kwa hiyo hizi mali zote umepata kwa njia hii? Sio kwa njia hiyo tu. Hapa kuna mke wangu, kuna mwanangu pia. Ndio kuja. Naenda kumua mama hangu. Sasa. Elewa ndugu yangu. Tungelijua. Tusingekuja. Okay, niwatakie siku njema. Haya bwana. Hapa kazi hapo. Mkiwa tayari mtakuja mniambie. Mimi kiukweli afadhali Mungu amejalia nikakukuta nyumbani. Tajiri. Nasikia wanamsema kwamba tajiri ana baya. Ni kweli. Mimi nimekaa nyumbani nikajifikiria. Na baada ya kujifikiria majibu niliyoyapata nikaona nije kwa sababu ukiangalia huko mtaani kote unayezungumziwa ni wewe tu. Na maanisha wewe ndo mtu ambaye una hela hapa kijijini na ni mtu ambaye unaaminika kwa kusaidia sana watu. Ongea point. Unataka nikusaidie nini? Nikupe pesa au nikusaidie kitu gani? So unazunguka sana. Yaani usizunguke sana. Sema shida yako ni ipi kijana? Sawa. Yangu nimekuja unisaidie. Na sitaji unisaidie pesa. Nahitaji unisaidie ni namna gani ambavyo naweza nikapata pesa. At least nikaondoka kwenye umaskini nilionao. Oh. Kumbe. Unahitaji mali, si ndio? Unahitaji pesa. Unahitaji majumba ya kifahari, si ndio? Magari ya kifahari, si ndio? Ya unahitaji wewe uwe bonge la tajiri, si ndio? Of course. Utapata. Lakini unaweza? Ya mimi naweza. Kwa maana kwamba hakuna kazi ngumu ambayo mimi sijafanya. Yaani kila kazi ambayo unaifahamu kwamba hii kazi ni ngumu na ni ngumu kufanywa na binadamu, watu wenye nyama kama sisi, mimi nilishaifanya. Hivi nikuulize swali. Una familia? Ya nina familia. Una mke manaki? Mke, watoto pia. Una watoto wangapi? Kwa sasa hivi nina 2. Safi. Una baba na mama? Hapana. Niliye naye ni mzazi mmoja kwa sasa. Safi. Sasa mali umepata. Ila kesho saa 6 usiku rudi kwangu. Kweli tajiri? Imeisha. Haina shida. Nitashukuru sana kama utanisaidia juu ya hili. Kwanza tarehe ya leo, siku ya leo, sema kwamba umaskini bye bye. Umeenda kuwa bilionea.